halisi ya yale ambayo waliahidi kuyafanya, na bila shaka kukupa wewe mtazamaji nafasi ya kuzungumza kama mwananchi wa kawaida kwa yale ambayo waliahidi kuyafanya katika maendeleo humu nchini. But after making the payment, they delete it. Now, what kind of accounting is that? Because you are supposed to maintain the details of whoever you paid so that the figures can balance. Watu ambao wanafanyiwa sio kwamba ni wale wananchi wote ambao wako pale wanafanyiwa ile funding, ni makundi haswa. Na zile pesa kufika katika makundi ikamfikia mwananchi yule ambaye alikuwa anachangiwa akapata kiasi kidogo cha pesa. Ina maana kule kuzurula, ule msururu wa kuzunguka inakuwa ni kama ni null and void kwa mwananchi, anaiona kwamba analagaiwa. If you graduated in 2016 and somebody graduated in 2020, the 2016 was to be given priority to get that job. But nowadays, members of parliament have taken over. They get the letters, they dish them in funerals, others they sell them to the highest bidder. Kila wiki tutakuletea mahojiano ya kina na viongozi kutoka sekta mbalimbali na jamii kwa ujumla. Je, unajiuliza maswali ni kipi ambacho kinajiri nyuma ya pasia la uongozi? Basi hapa ndipo unapaswa kukaa mkao wa kutazama na kusikiza. Usikose Sauti ya Uongozi kila siku ya Jumamosi kuanzia saa 1 jioni hadi saa 3 jioni ndani ya Ndizi TV Africa, nami Jeff Nyakundi. Sauti ya Uongozi, tunazungumza, tunajenga, tunabadilika. Each one of us, there is a dream. The challenge is how to achieve it. This journey will take inspiration, constant motivation, proper supervision, and strong connections. At Camel Park Training College, we know what makes your dreams come true. Now, all we need to begin in this journey is you. Enroll today in a variety of courses. Choose Camel Park Training College. Steer your future in the right direction. Safe driving starts here. Camel Park Driving School, now ready to quench your driving thirst. We offer NTSA certified driving lessons for upgrading, beginners, and refreshers. Our team of qualified instructors deliver content for the following classes: A1, A2, B1, B2, C, C1 and C2, D1 and the rest. We train learners with modern vehicles which fit the evolving digital world. Why choose Camel Park Driving School? We are situated within a serene environment which offers a humble space of study. Our classes are fitted with advanced materials which supports learning. Other benefits are flexible class schedule, pocket-friendly fees, proper theory and practical guide, annual operation and additional computer packages training. Spend less, learn more, drive forever. Apply now. For more information, call us on or SMS us on 0755 386 594 or 0753 915 354, or you can email us on camelcollege@gmail.com, or also you can visit our offices at Kiogoro, which is 5 kilometers from Kisii town along Kisii-Kilgoris Road.
Camel Park Driving School, shaping dreams on the wheels. Hujambo mpenzi mtazamaji popote pale ulipo, Ndizi TV Africa na kukaribisha sana katika kipindi chetu cha Sauti ya Uongozi siku hii ya leo tarehe 21 mwezi wa Februari mwaka 2026. Na leo tuanze hivi. Kenya iko katika kipindi cha maamuzi. Uchumi unazungumzwa kila kona. Vijana wanadai uwajibikaji, vyama vinajipanga kimya kimya tu, vile ambavyo tumeona hata misururo na vitina vya amani, hasa tukiangazia chama cha ODM. Je, mwaka 2027 itakuwa uchaguzi wa hasira? Swali tunauliza. La pili, uchaguzi wa matumaini utakuwepo? Ni swali tu. La tatu, uchaguzi wa mabadiliko ya kizazi, vile ambavyo tumekuwa tukiona vizazi tofauti tofauti, kiwe kizazi cha Gen Z, kizazi cha millennials na wengine ambao vizazi vile vya nyuma. Je, utakuwa ni ubabe kati ni kizazi kipi ambacho kitakuwa kinaongoza nchi hii ya Kenya? Na karibu katika Sauti ya Uongozi kupitia Ndizi TV Africa. Tufuatilie pote katika mitandao yetu ya kijamii, tupate kama Ndizi TV Africa pale YouTube, pale Facebook, tupate Ndizi TV Africa, na kwingineko TikTok, Instagram, Twitter, almaarufu X, utatupata hapo kama Ndizi TV Africa. Na bila shaka utazungumza nasi kupitia ujumbe mfupi kwa nambari 21575. Hapo ndipo utakuwa unatuma maswali ambayo uko nayo. Mimi jina langu ni Jeff Nyakundi, mwelekezi wangu ni Lucas Oma wakishirikiana na Alex Mongari ambaye anahakikisha kwamba kamera zinapita vizuri pale, na bila shaka unapata picha nzuri tu, na graphics zetu pale Lucas Oma anahakikisha kwamba kila kitu kipo sambamba. Leo tunaangazia kwa kina mustakabali wa Kenya kuelekea mwaka 2027. Tumeona mabadiliko mengi ambayo yamekuwa yakiendelea hapa na pale. Vuta ni kuvuta vya amani. Kuna wale ambao wanasema kwamba sisi ni ODM kamili, sisi ni ODM linda mwananchi, na sisi ni ODM chunga ground. Na leo hii kumekuwa na mikutano miwili. Mkutano mmoja katika kaunti ya Siaya, mwingine katika kaunti ya Kakamega. Ubabe wa kisiasa, chama ni kimoja, lakini ndugu waliomo pale wanavutana hapa na pale. Na katika studio hapa leo hii tuko na mgeni Mheshimiwa Edward Bosire ambaye anawania kiti cha useneta katika kaunti ya Kisii. Kuna mengi ambayo tutakuwa tunaangazia siku hii ya leo, kia kwamba leo ndiye tutakuwa tunazungumza naye. Ni kueleza kwamba karibu sana mheshimiwa na karibu Ndizi TV Africa. Na kabla sijakupa nafasi tu uweze kuzungumza na nama kumsalimia mpenzi mtazamaji pale, kuhakikisha kwamba kila kitu kipo sawa, tutakuwa tunaanza mazungumzo yetu ama mjadala wetu moja kwa moja, na kila ambacho nimekuambia kwamba tutakuwa tunazungumzia ni mustakabali wa Kenya kuelekea mwaka 2027. Tunaona kila mmoja anajipanga, lakini kabla hatujaanza hilo, turejee kidogo tu tupate mawili matatu kutoka kaunti ya Migori, kisha baadaye tutakuwa tunaendelea. Usiende mbali, narudi kwa dakika moja.
kuanza kipindi chetu Sauti ya Uongozi, kuna mawili matatu ambayo ningependa kuanza nayo hasa kutoka kaunti ile ya Migori, kwa kwamba tunaangazia masuala ya maendeleo hapa na pale. Lakini kutoka kaunti ya Migori ni kwamba wananchi wa kijiji cha Ikerege Gesoho katika kaunti ndogo ya Kuria West wameanza ujenzi wa darasa la elimu ya kwanza kwa watoto ECDE, wakidai kuwa wamepuuzwa kwa muda mrefu na serikali ya kaunti ya Migori ikiongozwa na gavana Ochiro Ayako. Licha ya serikali ya kaunti kuajiri mwalimu wa ECDE katika eneo hilo, hakuna darasa lililojengwa, hali inayowalazimu watoto kusomea katika madarasa chakavu na yasiyo salama. Wananchi wanasema mazingira hayo duni yameathiri pakubwa masomo ya watoto wao, kwa sasa wakichukua hatua wenyewe. Wakazi hao wanaitaka serikali ya kaunti ya Migori kujenga madarasa zaidi ya ECDE ili kuboresha mazingira ya kujifunza kujifunza kwa watoto wadogo katika eneo hilo la Migori. Hebu tusikize ni kipi kile ambacho wananchi hao ambao walikuwa na hasira huku wakiamua kujifanyia wao wenyewe maendeleo ya kujenga madarasa ya ECDE walikuwa wanazungumza. Kwa kweli shule ya ECD tumeiomba kwa muda mrefu sana, na tangu imekuwa hapa huu ni mwaka wa 7. Lakini unavyoiona jinsi ilivyo, serikali ya county government imetutupa kabisa, wala hata hawana habari. Sasa tumepata wafadhili ambao wamejitolea kushirikiana na sisi wanakijiji, ndio unaona kwamba tumeanza msingi ili tuweze kupata mahala pazuri pa watoto wetu waweze kusomea. Kwa sababu kutoka hapa kwenda shule zingine, ukiangalia kwenda kusini ni kama kilomita 3 na zingine 4 mpaka 5, na kuna mito. Watoto hawezi kuvuka, watoto wadogo kwenda shuleni. Kwa hiyo katika kijiji hiki watoto wanaanza shule wakiwa wakubwa kwa sababu ya umbali wa shule ambapo zipo. Lakini nashangaa wanasema hawatambui wakati walileta mwalimu ambaye analipwa na kaunti, lakini shule yenyewe kuweza kuitengeneza iwe nzuri ya kupendeza hawataki. Kwa hiyo wananchi wakaona kwamba kwa ushirikiano na watu ambao wamejitolea kutusaidia, ndio unaona kwamba tumeanza mwanzo kwamba tuweze kujenga niweze kutusaidia. Ndio maana tukaanza hii shule kama wakaji wa Gesoho ili watoto wetu wapate elimu. Lakini changamoto tulio nao ni kwamba viongozi ambao tunawachagua wakati wanatafuta kura wanakimbia kuja huku, tupeni kura, tutawafanyia maendeleo, tutawajengea shule, tutawaletea maji. Lakini wakishapewa wanaenda moja kwa moja, wanaenda kutafuta hela zao na kujijenga wao wenyewe. Watoto wetu wameachwa katika changamoto nyingi. Darasa ukiliona utafikiria ni mahala ambapo sio Kenya, labda ni sehemu nyingine ambayo iliachwa kitambo, hata hakuna serikali. Tunaomba serikali yetu ya Migori County, tumeanza hii kama wanakijiji, kama tuko katika hii Migori County, tunaomba muje mtushike mkono, mtujengee shule, maana uwanja tumetoa wenyewe. Hatuna shule. Shule ambayo tuko nayo ni hii ya ECD ambayo ni ya matope, watoto wetu wanakaa chini, hatuna hata viti, madawati hata hakuna. Kwa namna hii tumeamua sasa kama wanakijiji, maana ni siku nyingi tumeteseka, tumenyanyaswa, ambapo hata ambao tunapigia kura hatuoni hiyo kura yetu inatusaidia nini. Kwa minajili hiyo sasa wanakijiji wote wametoka, wamama kwa wazee, hata watoto wametuchangia kusomba mawe. Tumeamua ya kwamba lazima tuonekane kama sehemu zingine. Kama inavyodhihirika ni kwamba gatuzi ya Migori hili jambo limewalemea, na sisi tumekuja kuwasaidia. Na tukusalia katika kaunti hiyo ya Migori, masuala ya kisiasa kidogo pale ni kwamba vijana wa Migori County wamejitokeza vikali kulaani matamshi yanayodaiwa kutolewa na mbunge wa Embakasi East Babu Wino dhidi ya katibu wa kudumu katika idara ya usalama wa ndani Raymond Omolo kabla ya mkutano wa leo wa kundi la ODM lililodaiwa kujitenga mkutano ambao umefanyika leo hii katika eneo la Kakamega. Wakizungumza katika hoteli moja mjini Migori, vijana hao wameelezea kuwa matamshi hayo ni ya kusikitisha na yanaweza kuchochea taharuki ya kisiasa na kuhatarisha amani humu nchini. Vijana hao sasa wamemtaka Babu Wino kuzingatia heshima na kujiepusha na matamshi yanayoweza kuleta migawanyiko kati ya baadhi ya jamii humu nchini, huku wakisisitiza kuwa siasa hazipaswi kugeuzwa jukwaa la mashambulizi binafsi. Aidha, wametoa wito wa umoja miongoni mwa jamii ya Waluo, wakieleza kuwa tofauti za kisiasa hazipaswi kuvunja mshikamano wa jamii, bali zitumike kuimarisha maendeleo na kuendeleza amani. Hebu tutazame ni kipi vijana hawa walizungumza.
muhimu sana sana wakati huu tunaelekea uchaguzi mwaka ijao. Sisi kama vijana tulistumu hiyo maneno sana, na we kama vijana wetu Babu Owino lazima uchunguze maneno yako. Vitu kama hizo tutaki sahi inaweza leta vita sana sana wakati kama huu. Tunajua anapiga siasa. Raymond Omolo sio mwanasiasa. He is working under executive and is working under administrative. Tunataka heshima kwa viongozi wetu. Hizi sasa ambayo tunaona saa hii sisi wananchi hatutakubali kabisa. Kama sisi vijana matamshi ambayo unatamuka wakati ambao umepata nafasi ya kuongea na wananchi, know what you are saying and exact place where you are saying it, and you must know the people you are addressing. We don't want our community to be divided because of politics. What PS Raymond Omolo has done to our community can be seen, and we cannot make noise about it. Yes. Raymond Omolo has to be respected. Haya, la mwisho kutoka kaunti hiyo ya Migori ndiposa tuingie katika mazungumzo ya siku hii ya leo ni kwamba mbunge wa Nyatike Tom Odege amekanusha madai ya kuwepo kwa mgawanyiko ndani ya chama cha ODM, chama ambacho tumeona wakifurugana hapa na pale, wengine wakisema wao ni linda mwananchi, wengine ni linda ground. Akizungumza katika eneo la Akanga Unditi wakati wa ziara ya maendeleo ambapo alizindua miradi kadhaa, Odege alisisitiza kuwa hali inayoonekana ndani ya ODM si migawanyiko bali ni kile alichokitaja kama ushindani wa kiundugu. Ameeleza kuwa hali hiyo imetokana na ukweli kwamba marehemu Raila Amolo Odinga hakuacha muridhi aliyempendekeza waziwazi. Mbunge huyo aliwataka wakazi wa eneo lake kuendelea kuwa imara ndani ya chama cha ODM na kuiunga serikali jumuishi almaarufu broad based government. Aidha alitaka baadhi ya miradi ya maendeleo inayotekelezwa na serikali ya kitaifa, akisema inalenga kuboresha maisha ya wananchi katika maeneo mbalimbali ya Nyatike. Hebu tutazame tuone ni kipi kile ambacho Mheshimiwa Tom Odege alipaswa kuzungumza huku akikanusha madai kwamba chama cha ODM hakuna migawanyiko, kile ambacho kinaendelea ni ushindani tu wa kiudugu. I know you are aware we are in broad-based government as a community or as a political party. It's a resolve we made when Raila Odinga was still alive. And because of that broad-based government, today I can announce here authoritatively that we have been given a contractor to do the road from Masara to Muhuru Bay. Through that broad-based arrangement, today the road from Kababu Toto is under procurement. So as a community or a political party, when we are now existing without Raila, we must go slow and see how people can benefit from this government. I know it's to a common knowledge of any Kenyan today, and people are talking about split in ODM. As my people of Nyatike, I want to urge you to remain steadfast in ODM. ODM will not die today. ODM will remain strong. We are going to continue being in one party. What you are hearing in Nairobi is just sibling rivalry. When Raila died, there was nobody nominated to take over from him. Raila left us at par, all of us, and expect that quarrel in leadership. But it will not last long. We are going to settle, and we are going to stay together. Na tukisha yapata hayo kutoka kaunti ya Migori, basi turejee hapa nyumbani. Kuna mengi ambayo yanaendelea katika eneo hili la Nyanza, migawanyiko ya kisiasa. Lakini leo lile ambalo nimekueleza kwamba tulikuwa tunaangazia na mgeni wangu ambaye ni Mheshimiwa Edward Bosiri ambaye anatazamia kiti kile cha useneta katika kaunti ya Kisii, ni kwamba ni mustakabali wa Kenya kuelekea mwaka 2027. Je, kila ambacho tunakiona sasa hivi kinaweza leta mabadiliko yoyote yale? Ni kipi kile ambacho tunatarajia kizazi baada ya kingine? Sasa hivi tunapozungumza ni kwamba kuanzia mwaka 2028 hadi sasa hivi kizazi cha Gen Z kimeonekana kwamba kipo kipaumbele kutaka mabadiliko. Na haya mabadiliko ambayo wanayataka yafanyike, wapo tayari kuchukua hatamu za uongozi na kuleta mabadiliko humu nchini, ama ni kuzungumza tu kwa kufanya maandamano barabarani na kutaja tu kwa kuandika katika mitandao na kuzungumza katika mitandao bila kuchukua hatua yoyote ile ambayo inaonyesha kwamba
wapo tayari kufanya hivyo, ama migawanyiko ambayo ya kisiasa ambayo tumekuwa tukiona, ni kipi kile ambacho kitakuwa kinaendelea? Mheshimiwa Bosire atakuwa anatusaidia tuelewe zaidi, na karibu sana mheshimiwa. Asante sana Jeff. Karibu katika runinga yetu ya Ndizi TV Africa. Asante. Na ningependa umsalimie mpenzi mtazamaji ambaye anatuzama pale kutoka nyumbani na wale ambao wanafuatilia katika mitandao ya kijamii, ili wafahamu wewe ni nani, unatoka wapi, unafanya nini, na ni kipi kile ambacho unajihusisha nayo, na mbona umesema kwamba wewe ni seneta mtarajiwa. Ni kipi kile ambacho unacho? Je, utafanya nini ili kuhakikisha kwamba umebadilisha mambo hapa? Hebu karibu na msalimie mpenzi mtazamaji. Asante. Asante sana Jeff Nyakundi kwa kunipea nafasi hii. Kwa majina naitwa Edward Bosire. Ninatoka eneo bunge la Kitutu Church North, ward ya Marani. Kwa majina sana sana wanasema wananiita senator wa school fees. Mbona ili jina senator wa school fees? Ni kwa sababu bwana Jeff, mimi nimekimbia pale nyumbani. Nimefanya michango. Nimesaidia watoto. Wameenda mashule. Universities and colleges. Ndio maana hiyo jina senator wa school fees limekuja na limewadia. So I'm really proud to be in this studio today. Because I really want to tell my people of Kitutu Church North what we have done and where we are heading to. So my work is to assist. I like philanthropy. I like politics, as well as I like sharing with people. All right. So that is why I'm here today, and I really want to believe that whatever that you have given the community, it will one day show itself up to the people. Yeah. Na by the way, mbona ukaanza kuchangia watu school fees, na pale mpaka jina hilo ukawa nalo kwamba ni senator wa school fees? Unajua wanasema kwamba mwezi ambao tuko na tukaribu kumaliza, wiki iliyopita ilikuwa tarehe 14, ilikuwa ni Valentine's Day. Na wadada wetu wengi utapata pale amesave huyu ni wa rent, huyu ni wa nywele, huyu ni wa kucha, huyu ni wa school fees. Mbona ukaamua kufanya vile ambavyo unafanya na hadi ukapata jina hili senator wa school fees? Jeff, it's a long story. One, I've come from a very humble background. I'm an orphan. So if briefly I can give you my history as far as education is concerned, it's a story to tell. I went through a lot, and I knew, or rather I came to realize that education is the only equalizer. Without education, I could not be here where I am today. So I really felt there are a lot of people in the society who are suffering, but there's nobody who came out, who stood out to help them. So I felt that the only way we can lift others in the community is by assisting them through having funded drives. WhatsApp funded drives, as well as community fund drives, so that we raise money and we take them to school. Because education is the only equalizer. Without education, we could not be here today. Sure. So in a larger scope, this is something that started 8 years ago. But I want to tell you the kind of steps we have taken. We are going to help as many as possible. And I want to tell you for free that a community that is enlightened, a community that has education, a community that has elites, that community can grow. That community can prosper. That community will produce professionals. So I really felt that is the right time for me to come up with this idea of helping our youths so that they can go to universities and colleges, and in one way we shall have eradicated poverty in our society. Okay. Sasa nafahamu kwamba, ama nadhani kwamba mpenzi mtazamaji ambaye unafuatilia pale nyumbani, umekuwa na picha kamili nani tunaye studioni, anatoka wapi, na mbona haitwe senator wa school fees. Na pale ambapo vile ambavyo nimetaja awali kwamba yeye anatarajiwa kuwa senator wa county 045, county ambayo ni ya Kisii. Na mheshimiwa, tunapoanza mazungumzo yetu haya pamoja kwa moja, tuangalie the state of the nation.
Ukiangalia vile ambavyo mambo yako mheshimiwa, Yes. kwa sentensi moja hivi unaweza taja kwamba Kenya iko katika hali gani leo hii, tukiangalia political hits ambazo ziko hapa na pale, vuta ni kuvuta, ODM tumeona yale ambayo yanaendelea. Utataja kwamba Kenya iko katika hali gani kwa sasa? Honestly, Jeff, this is politics. And I want to believe Kenya is gaining momentum. We are soon going to have a new Kenya. But this can only come if people will come together and unite. The kind of leadership we are expecting today, it is something that started a long time ago. But the GNZ, they are proving a point. And honestly, it is high time that they need to be listened to. Whatever that happened some 3 months down the line, it's a clear indication that the government, or rather Kenya, is shaping to a new direction. The youthful leadership is coming to place. So I really want to believe what is happening today, it is not something that has started today. It is something that is started some years back. It is now reciprocating today, and we are seeing it today. So, but what I can tell our people is that as much as we need this kind of transformation in our country, we must maintain peace. Peace is paramount. Because we only have one country called Kenya. There is no another country. Political transformations, they're there. They have never changed. But when we have these transformations without peace, we will not have a country called Kenya. The GNC, they have a right to speak whatever they are speaking today. But I want to encourage them and tell them that we have one country called Kenya. We are nearing to elections. What I pray for a peaceful country, a peaceful election. New leadership is coming, but I'm praying for a peaceful country. All right. Yes. There's something you have mentioned about we can only achieve this if we are united. Does it mean that the country as it is now is disunited, or there's no unity? These are political transformations, Jeff. Yes. Parties are regrouping themselves. The united opposition is grouping themselves. The Kenya Kwanza government is also firm on their stand politically. So these are things that have happened before. But finally, we'll have a winner. We'll have a winner. Because at the end of the day, the united opposition will come with a presidential flag bearer. The Kenya Kwanza government will also come with their own presidential flag bearer. People will compete. But finally, we'll have a winner. What I'm praying for is that we need peace in this country. We don't want things that happened in the year 2007 to reoccur. We don't want that. Let people know that after elections, there is one Kenya. There is a country called Kenya. There is no other country that we have if not Kenya. So what I'm urging our people, as we see this regrouping, let us urge our people to maintain peace. Peace is paramount in every developing country. Alright. Kwa mtazamo wako ukiangalia, je, wananchi wana matumaini au wamekataa kabisa ama wamekata tamaa na kile ambacho kinaendelea hapa nchini? Kwa sababu tukiangazia what happened in 2024, there was kukataa finance bill ya 2024-2025. Pia tukaona 2025-2026 kuna maandamano yalifanyika kidogo pale. Je, wananchi wana matumaini ama wamekata tamaa kabisa na serikali yoko uongozini kwa sasa? Jeff, you know what is happening is that politics is about perception. How do you perceive things?
There are those who believe that the Kenya Kwanza government has delivered. There are those who believe the Kenya Kwanza government has not delivered. So the two factions, yes, they are competing. And I really want to believe that those who perceive that the government has worked, yes, they are with the government. Those who don't believe that the government has not worked, they are not there. So what I want to tell our people, yes, the kind of leadership we have in this country is that voter bribery has really changed the mind of people. And the people have made wrong choices when it comes to voting. They have chosen wrong people. And that is why we normally have ups and downs, yes, when it comes to service delivery to our people. So I am encouraging people to vote people basing on what they can do, on service delivery, and basing on the leadership qualities of a person, and not looking at the ethnicity and the political aspect of view. So the question that you really asked is a good one. Yeah. But I want to believe it is 50-50. Not all people believe that the government has not worked. There are those who believe the government has worked. There are those who believe the government has not worked. Sure. So it is a 50-50 situation. Yeah. But if we need transformation in this country, we need to elect honest, transparent, and accountable leadership. Without it, then it will be like a cycle. We shall be recycling leaders. Right? Yeah. Yeah. And from what you have mentioned, it means that maybe if you are given a tally, or if you were to give a mark out of 10%, serikali imefanikiwa ama serikali ya sasa imefanikiwa kwa kiwango kipi kile? Given that you are giving a mark out 10% out of 10%. Out of 10%. Yes. To me, you know, you cannot say that the government has not worked. Sure. The government has done work. Looking at the agenda that the Kenya Kwanza government had, yes, they have tried to perform. And that's a reality. Looking at the medical insurance cover. The Social Health Authority, SHA. Yes, the SHA thing. Initially it had challenges. Yes. But when you look at it right now, at least there's a change. Ukiangalia mabarabara, the government has tried. When you look at infrastructure development, the government has tried. When you look at youth empowerment, the government has tried. But the only challenge here comes the perception. There are those who believe that the government has done nothing. How will you change them? It will be very difficult. Because they believe the government has not done what is expected. So my ratings out of 10, I'll give the government 6 out of 10. 6 out of 10. Yeah. Na ukiangalia ndio kuna kazi imefanyika, kuna mahali haijafanyika. Ni kweli. Mwaso, when we talk about the empowerment, kuna watu husema kwamba this empowerment sometimes is being done on how you are known and where you have been driven from. By the way, I was having a conversation with some of, I think some of the two youths that who were the other time given the Nyota Fund when President Ruto was in Kisii. And out of around 3 of them, only one went to do a business, but the hao wengine kuna vile ambavyo waliskonda hizo pesa. It was not niambia sasa pesa ni za serikali na pesa ni zetu na serikali ni sisi, so wameamua kivingine. Do you think in empowering young people is there kuna mafunzo ambayo yanapeanwa pale so that they understand exactly what they are going to do with the money? Because honestly kuna wengi walipata pesa hizo ndio na hawakuzitumia katika biashara. If that time ungepita town ungepata kijana piga mtindi hapo ako sawa kabisa na kuambia yeye amepata pesa ya Prezo, and that is it. And remember, after a while you'll be maybe you'll be requested to return. It's a loan that you have been given to help you start the business. So you might be requested, ni kama tu umeenda benki ukachukua loan unataka kufanya kitu fulani, then you will just refund the money. When it will get to the time ya kurefund itakuwa shida.
na maybe tuseme serikali imeamua itakuja sasa kutafuta, inaweza kuwa sasa hata inatafuta mtu hata maybe hajulikani anapatikana wapi na ni kipi kile ambacho kinaendelea. But as we look at things now, does the government do enough more so when it comes to youth empowerment and the money that is being given out? Does it doing enough more so in giving them education first on what they are going to do with the money? Yeah, Jeff, to say things straight, when Nyota Fund was launched by the president, yes, the guidelines were very clear. There are those who qualified, and they went for training. They were trained on business ideas and on how to use that money. So I really want to believe the youths who qualified and who got those money, they could have used that money effectively. Because at one point, Jeff, I want to believe you are a grown-up. Yes. Right? So if you're given money, for example, to start a business, and you go and squander, maybe by drinking and kupiga sherehe, whom do you blame? Of course, I can. Maybe I will be blamed because I didn't plan myself well on how I'm going to use the money. But that's why I said the government, the youths were trained. They went for training. They were told on how to use the money. So if a youth came and squandered the money, I really want to believe that is not the blame of the government. But what I can say is this, Chef. Yes. There's a lot to be done as far as youth empowerment is concerned. As much as we have what we call the Nyota Fund, there is a lot to be done. There's a lot to be done by the government, and I really want to believe that the government will lay modernities on how to reach to more youths. So that at least wanasaidiwa, ama wanasaidika. Lakini kama youth anapata pesa alafu anaenda kupiga sherehe, honestly, how does that concern the government? So let's be realistic and let's also be responsible as youths. Ukipewa pesa kama unaenda kutumia, tumia vizuri. There's somebody who is asking me, yes, the training was done, but how can a 3-day training be effective to somebody who has never done business or who wants to start a business? Maybe na pesa mingi ashaishika ile mingi kabisa ni 5,000. Sasa umpatia 20,000 plus na akiona amepata yanaona kwamba amefika. You know, I really want to believe one thing. Yeah. Wakati when they were applying for the Nyota program, there were 3 categories. Hao watu walikuwa wana apply. Kulikuwa na business support, alafu kulikuwa na vitengo vingine kwenda chini. Yes. So those who qualified for the business support, hao ndio walichukuliwa training. Are we together? Yeah. Sasa inamaanisha kama walichukuliwa training, I really want to believe hata kama mtu amepewa pesa. Yes. Umechukuliwa training ya siku 4 ama wiki moja. Mtu ambaye ako na akili, I'm very sure mtu huyo anaweza tumia pesa vizuri. Honestly. Because I really want to believe, acha nikuulize, there are youths ambao wanaenda universities and colleges. Wanapewa help. Si ndio? Kuna mtu anachukua wale youths ambao anaenda kuwa train jinsi ya kutumia help. No. See, they just manage themselves. But and another thing that happens, this money inakuja, there is a certain percentage that goes directly to school. There's a certain percentage that comes to them more so for the upkeep. Sasa hiyo upkeep ndio tunasema. Hiyo ni mtu anakuja kukuambia nunua hiki na hiki na hiki. You plan yourself. Kama tuseme youth amepewa do, alafu yeye anaenda kupiga sherehe. Sasa hiyo shida ni ya nani? Alafu anaanza kupigia mzazi simu atitumia pesa. So what we are saying, let's have responsible youths. Wenye kama wamepewa pesa kama ni biashara, anaingia anafanya biashara. So we move on. What about when you look at the politics now? And that is upinzani imejipanga ama bado iko katika kulaumiana? Tujaona jinsi ambavyo imejipanga kutoka eneo lako. Are we seeing that we are having the opposition that can oppose the government as the late Baba used to do? Jeff, I want to be very categorical. The former late Prime Minister, Raila Odinga, was a politician and a leader of his own kind. Raila knew what to do. So the kind of leaders that I'm seeing the opposition side, they are trying to their level best, but they cannot wear the shoes of Raila Amolo Odinga. Raila did a lot to this country, and they knew what opposition wanted.
because he survived because of 2 or 3 major things. He quickly reconciled. He quickly did meditation or mediation in the government. So the kind of opposition I'm seeing a kind of opposition whereby they have not really understood or mastered what Raila used to do. So until now, they have not told us their presidential candidate. And I really want to believe this is not the right time for them to be in mayhem. They should be clear and tell us who is their presidential candidate. But in Kenya, they will tell you that we don't need to say who is the presidential candidate when we are having 18 months remaining to elections, but we just only need either 2 or 3 months to election. That's when we can be able to name our presidential candidate. Let me tell you, presidential politics, it needs a lot. It is not something that you wake up one day and you start saying it is this way. It needs a lot of planning. You amass resources. You lay the strategy, the agenda, and then you move forward. So it is high time for them also to sit down and put their house in order. Because if they will not point out somebody who will be very strong to compete with an incumbency, then 2027 politics will be a tall order. Ruto is not a pushover. President Ruto is not a pushover. You cannot push him. He knows. So it's either they plan themselves now, or they plan or they fail as they are planning. In politics, a day matters a lot. In politics, a day matters a lot. But we have seen them say that I'm from my side. What I'm doing, I'm trying to mobilize my agents from my area or talk to my people. Nipate watu support from my background, where I come from. Gachagua, Kalonzo Musyoka is there, Eugene Wamalwa is there, and other leaders. And now we are seeing a new, I don't know whether to call it ODM, which ODM, but then Kakamega. Another one is led by Oburu Odinga, who is now the party leader ODM, and was in Siaya. And of course, you can be able to see the lifts there. One is for, we are in broad-based government, and we have to support the government as it is, as Baba told us. And others are like, we're not going to do that. We rather go this way, and Baba said that we must have a candidate for presidency in 2027. So, because I don't know, sometimes even mwananchi wa kawaida anashindwa kujua who are in opposition now. Is it the Sifuna group? Is it the Rigathi group, the likes of Rigathi, Matiang'i, Kalonzo Musyoka, Martha Karua, Eugene Wamalwa? And that's what I'm saying. When you look at opposition, they have not aligned themselves properly. Because you can see a lot of facts in opposition. We have the Amonyoro group, we have the Sifuna group, which is okay also, themselves properly. Because at one point I want to believe that President William Ruto, I've said and I want to repeat, is not a pushover. No. Ni mtu ambaye amejipanga sana kisiasa. Kwa hivyo ukiangalia hiyo opposition bado hawajipanga vizuri. Sasa wakisema kwa mfano waseme Ruto ni one term. Hiyo ni agenda. Wamesema Ruto ni one term. Hiyo ni agenda. Is that an agenda? Maybe to them it is an agenda. Because that is what they are having. How is one term helping the common mwananchi? Because maybe they have seen the president has done nothing for them to see whether he serves another term. Now, what are the possible solutions to the problems? Are they telling the common mwananchi? Let's be realistic. We want politics that can help this country. Let them organize themselves if they want to compete favorably. And that's the truth. Let's not hide. Let's not bury our heads on the sand and we say things are right. Let's organize themselves properly and they compete favorably. All right. And by the way, for information, I'm seeing a scenario, the opposition might be having a very serious challenge. Do you know why? Who will accept, which criteria are they going to use so that they can pick their presidential candidate? By the way. Which criteria are they going to use? Because when you look at Kalonzo, Kalonzo might stand and say, I've been long in politics. I've stood for the deputy president for so many occasions. So I'm the right candidate.
Our son of the soil, Matiang'i, will say, I'm a performer. So I really want to believe I'm the best. Wamnyoro will say, I've done politics for quite some time. I'm the best. Sifuna will say, I'm a youthful leader from the followings. I really want to believe I'm the best. So it will be a tall order, even for them to have that presidential candidate, flag bearer. So I really want to believe if opposition want to compete, let them organize themselves well and compete favorably. And I want to say this point without fear of contradiction. Politics is about interest. Politics and interest is inseparable. I agree with you in that. Politics is about interest. So the opposition, they also know what they want. Raila knew what he wanted in politics, and that is why he survived all those long, for all those years. So even the united opposition, they know what they want. What I want to caution people is that mantra, that idea that people have developed, that immediately after elections, we have to go to the streets, we have to fight. That is, I think that is barbaric. That is something that is archaic. Because why do I tell you so? People vote, they go home. A winner is announced. Immediately people go to the streets. People go there, they die, they lose lives. Then the so-called leaders, they come and regroup themselves. Wanashikana, alafu wanaunda viti. Hiyo story inaisha. Sasa nani anaumia? And this was my question. I was almost cutting you short. Okay. Is there possibility that some of the opposition chiefs or opposition leaders we have seen, the likes of Wamalwa, Wamnyoro, that is Rigathi Gachagua, Fred Matiang'i, Martha Karua, and even the likes of Edwin Sifuna, is there any possibility that they might be joining forces, or they might be joining forces with the current government? In any case, you know, Kenya, we have been seeing these things happening up to the last minute, 2 months to elections or 3 months to elections. Somebody says that now I think I should be in this other side. Of course, we have mentioned that politics are all about interest. That is very correct. Where I feel that my interest is catered for, I rather get there. I rather read there before the maybe mlango ufungwe nipate kwamba hata nishaingia nimepewa kitu tu nimeketi mahali hivi. Is there a possibility that the current opposition leaders we are seeing, they might be joining the government of the day? In politics, anything can happen. If the opposition are seeing that we might not win, for example, let's say, if they see, because there's a possibility, then they see their interest is to join the government, at the end of the day they'll get something. Then they'll quickly regroup. Who knew that the late former Prime Minister will work with Ruto? Who knew? Nobody knew. So in politics, it's about interest. Hawa wanasiasa wakosani, watashikana na watafanya kazi pamoja. At the end of the day, they know what they want. It is high time I want to tell our youths and our people that let them not be used by politicians. Ati sasa mwanasiasa anakutumika unaenda kupigana huko nje. Hapana, mwanasiasa hata hakujui. Politicians do not know you. So what I'm saying, Chef, is this. Yes. It is very simple. Let people understand that these politicians are not enemies. They will quickly unite because of their own interest. And they leave the common mwananchi there. So it is high time these people, we voters, should understand that politics is not about enmity. Politics is not about fighting the streets. Politics is about coming together and working for the benefit of the country. Yeah. And now, kuna wengi wanasema kwamba siasa zimekuwa za maneno mingi tu bila sera. Je, wanasiasa wamekosa agenda ya kitaifa? Wacha nikwambie kitu. What politicians speak when they campaign, for example, 90%, it is not what they do. It is not what they do. Very few fulfill what they do. The only challenge that voters have, for example, they only think that what politicians tell them during political campaigns is what will be fulfilled. That is a language
to lure voters to vote. Very few fulfill their promises. So, our people, it is high time to realize that there's a difference between leadership, all leaders, and politicians. A politician will come and speak very fluently. Will do everything to get the votes. But once he has gotten the seat, you will see him after. You will see him more after 5 years. But a leader will get that seat. Yeah. Will come and implement what he told you. So it is high time our voters to realize that there's a difference between leadership and politics. So for if these voters want to have service delivery, let them choose leaders and not politicians. If they will choose politicians, then they have a long way to go. And I want to tell our voters are the biggest challenge to some level. Politicians come, they give them 200 shillings, 500, they vote. Sasa ile pesa yule politician alipeana, ataenda miaka 2-3 arudishe pesa. Ndio mtakuja kumuona miaka 2 ama mwaka moja ile ya mwisho. So it is high time these leaders, these voters, to also decide and know that huyu mtu ambaye anakuja na pesa ndio tumpigie kura. Akipewa hizi kura atarudi kutusaidia ama la. But now how can we you are a politician. Good. How can we do away with this thing? Because ni kitu ambacho imeshika. It's something that imefika watu, like if you are calling for a meeting, we are coming there. Hatuwezi toka bila wewe kutupea kitu, lazima utatupea. Na imekuwa kwamba ni lazima utapeana. And that is what is happening. And you can hear other leaders say that kama pesa inaletwa nyinyi pewa kula, lakini mkienda kupiga kura hiyo time, you know where you are going to vote. How can we do away with this thing? Because watu tu wamezoea lazima wapewe kwa kitu. Mimi Jeff, acha nikuambie kitu kimoja. Mimi najua shida ya Kenya. The problem is poverty. And I really want to believe capitalism is another challenge that we have. You know, there is that old thinking that used to be there, that if a leader wants to lead, the followers or the voters wanafanya wanakuwa very poor. So that wakikuja na shilingi 200, shilingi 300, shilingi 500 wanawabudu. Hiyo ndio shida tuko nayo. And I really want to believe that if we have a very good education system, a very good governance where there's no corruption, where there's no nepotism, then ukipata wanafunzi labda wamesoma wameenda university and colleges, wakitoka pale ni kupata kazi, wanaingia kazi wanafanya. And that is what is happening in the most of these developed countries. Opportunities are many. There's no corruption. Kama mtu amemaliza college and university, kama ametrain kazi fulani, anapata kazi. So if you will have a country that has got structures where the education system is favoring and giving equal opportunities to people, and there are job opportunities. Are we together? Yes. So you find at the end of the day, mtu akimaliza shule anapata kazi. Sasa yule politician akikuja hata na shilingi 10,000 na huyu mwenye ako hapa hakuna poverty. Are we together? Hata akimpea pesa, that person will vote not because of this money, will vote basing on the ideology and the agenda of that politician mwenye amekuja. And that, I think that is the only way we can do away with voter bribery and the rest. Yeah. Alright, tunapozidi kusonga mbele mpenzi mtazamaji, mgeni wetu studioni ni Mheshimiwa Edward Bosire ambaye ametangaza kwamba anawania kiti cha useneta katika kaunti ya Kisii. Alisema kwamba wali yeye wamempatia jina ama wamempatika jina seneta wa school fees. Na alikuwa alishatuambia ni kwa nini seneta wa school fees. Kuna baadhi ya wale ambao wanaendelea kufuatilia katika mitandao yetu ya kijamii, hasa pale Facebook na wengine pale YouTube live. Endelea kufuatilia Ndizi TV Africa. Kumbuka kwamba pia katika nambari yetu ya ujumbe mfupi 21575 pia utazungumza nazi pale, na jumbe zako nitakuwa nikisoma moja kwa moja, na bila shaka mitandao ya YouTube na Facebook tupo live pale tunapoendelea kusonga mbele. Mheshimiwa, muda naona unasonga kweli. Asante. Sasa tukiangazia masuala ya economy, maybe tumeona kwamba economy might be deciding what to happen in 2027. Tukiangalia sasa hivi bei ya unga na mafuta na kodi hiyo kidogo kuna vile ilikuwa before 2022,
Then after 2022 kuna vile mambo yameendelea, hata migomo tukaona ikifanyika hapa na pale. Kuna swala kuu ambalo linasumbua wa Kenya, ajira. You know, Kibaki brought free education. Watu waliingia shule wakasoma, wamegraduate. The most people that walienda shule time ya Kibaki, wengi wao ndio wako nje hawana kazi. And now we have the Gen Zs who have gone to school the time of Uhuru Kenyatta and William Ruto. Na wamemaliza shule hakuna kazi. Haya wanasema kwamba wengi kwamba haya huenda yakawa ndio mazungumzo ya mashinani. Je, 2027 itakuwa kura ya mfuko ama ni economy tu ita decide vile mambo yako wakati huo? Jeff, let me tell you something. What you are experiencing today, as I said earlier, it is not something that has started today. It is something that started long time ago. The issue of unemployment, yes, it used to be there at the time of Kibaki, the time of Uhuru, and even the time of Moi. Yeah. So it is not something that is started today. So what I'm saying is that the only problem that we have as a country, we have an education system that does not offer job opportunities. You know what is happening, Jeff? Let me tell you something. If we could have had an education system whereby a learner goes to school, and he or she identifies a problem right from the start. Where is the problem in the community? The problem in the community is, for example, poverty. Anaenda shule akisoma akijua ya kwamba the problem I have at hand, it is poverty. Sasa yeye anasoma akijua ya kwamba at the end of the day akimaliza shule, that student will bring the hope or solutions on how to solve the poverty problem back at home. But now we have an education system whereby watu wanasoma lakini hawajui wanataka nini. So we have an influx. So many have graduated, there are no job opportunities. Because why? They did not point out the problem in the society. Maybe like now. Do you know that most of the people, kazi ambazo wanafanya, they are doing things that they did not maybe believe in one day they'll do? Of course, most of them. Do you know why? It is because they did not choose what they want from the start. They did not identify the problem they wanted. And maybe that is why the government maybe changed it to the CBC, that is the all right. Because then you are competing with the level. If I can be asked a question and answer, I can say that the 844 was for the person who can be able to cram best and remember quickly. And by the time you are going to answer that question, already you have written something that you ulifunzwa form 1 unakuja kuiandika form 4. You know, and the moment, and then we used to have scenarios where exams were being zinaibwa, watu wanafanyiwa mitihani and etc. You get an airplane, but you didn't serve that. Wewe ni mtu ulikuwa kwa C+ and maybe above, but airplane was not for you. And even you get somebody goes to school or to university, pale unajua ukipata airplane with some points maybe 8+, serikali inasema wewe sasa tunaona tuko na upungufu wa madaktari, you have to go ufanye udaktari. Tuko na upungufu wa engineers, so you have to go and take that. Then most of people have even deferred, wanasema hiyo course ni ngumu, let me take a different one. And that's something that maybe the CBC or the CBE thing might be solving the problem, vile mambo yako. Lakini tukiangazia ziko za nyuma kuna kidogo changamoto hapa na pale. Sasa shida ni nani, Chef? These problems we are having today, I've told you, they are generational problems that were created by the poor education system that we had. So these are the problems we have at hand. The CBC or the CBE, are we together? Yeah. It will become effective maybe after 10 years. Not now. We are on the piloting stage. CBC bado haijakuwa, ndio inaendelea kukua. Sasa vijana wako hapa nje na watapata kazi. Mimi nilikuwa nataka kuambia vijana kitu kimoja. Yes. Number 1. Kama umemaliza shule, jitume. You must devote yourself. You must go out there and hustle. And the question comes, Jeff, ngoja kidogo. I'm going out there to hustle. Hiyo kazi hakuna, naenda kufanya nini? Ndio nataka nikuambia kitu. Sasa. Tuambiane ukweli. The only challenge that youths have, wao wanajua kumaliza shule kazi iko. Who told them kuna kazi?
kitu ni hiki, kila mtu ajitume. Let education change the mindset of people. Wajue ya kwamba nikimaliza shule si lazima nipate kazi. What is important? Let education change the thinking models of these youths. Wakitoka university or colleges, they can do something that is alternative. Kitu ambayo inaweza wasaidia, labda wakingoja hiyo kazi. You cannot finish from school, you come and sit at home. Ati unangoja kazi, honestly. So there are a lot of skills out here. Mtu anaweza kuwa anafanya and then anapata pesa kidogo kidogo kwa mfano, because as things stand, because okay, let me tell you something, Jeff, that is also bring a lot of chaos. Corruption that is experienced in our country called Kenya is bring a lot of problems, by the way. And because of corruption, that is why most of the youths they graduate. Lakini kwa sababu hana mtu wa kumshika mkono, anabaki kuwa hapo nje tu. Does it mean the government has failed somewhere? Maybe okay, we have seen wakisema kuna kazi majuu, serikali inajaribu kutengeneza nafasi za kazi hapa, and maybe those who go outside, wale ambao akifika hapa anapata kwamba chenye ako nacho na ashatumia pesa mingi sana kuelekea pale, mpaka mwingine anajiuliza swali, ili hizi pesa nimetumia zaidi ya shilingi 1100 na 1200, hizi pesa invest nifanye, ama mwingine ameuza shamba nyumbani akatumia ku travel, maybe amedanganywa hapa na pale. We have seen issues where people are getting out of the country, going to Russia to fight as wanajeshi, na maybe somebody didn't go for a military training anywhere. It's because of poverty and ukosefu wa kazi hapa nchini. It is true, Chef, what you are saying is true, but I want to tell you something, Chef. The major problem we have as a country called Kenya is corruption. And this corruption did not start today. It is something that started a long time ago. So ni kitu kwa damu yetu. Yani ni kitu ambacho imetuingia mizizi. Ni ngumu sana. Because the other day I was talking to my youths in my constituency, I told them, when you blame these leaders that they are corrupt, can you ask yourself, have you ever practiced corruption? In the small position that you are holding, in the corporate world that you are, in the business that you are doing, have you ever practiced corruption? If you have practiced corruption in one or the other, why blame the leaders? Corruption starts with us. That is the challenge. And then it is now progressive. The other parts of what? Of the corporate world and even into leadership. So corruption starts with us. And because now it is starting with us, it will be very difficult to eradicate this problem. I really want to believe that the education system of Kenya should bring topics into the syllabus. Mtoto akiingia darasa la kwanza, ama hata huko PP1 kama iko, ama grade 1. Hiyo mambo ya corruption yaanze kufunzwa. Kutoka hapo chini kipanda panda up to university. And in fact, there should even inclusion of penalties. By the way, do you think that the government has failed in terms of, or the members of parliament, because they're the one who legislate and of course make laws in parliament? Do you think maybe they have failed somewhere? And somebody was having a conversation somewhere, and somebody was saying, because they know they are corrupt, that is why they can't set a law that is making people, for example in China, if you are found being corrupt, you are hanged or you are killed. It's true. But here in Kenya, you are found corruption, maybe umepewa pesa za serikali hujazitumia vizuri, unaomba watu pesa ndio uwape kazi, kesi inaenda miaka 10, miaka 5, already unaendelea tu kujifunika kujificha. If you realize that ni serikali uliibia, and you are in opposition, so unaamua kutoka opposition uingie serikali so that ulindwe na ile mali yenye ulikuwa umeiba. And that is something, why can't these members of parliament and of course the politicians help us to have the laws that can be able to make somebody, kama wewe umepatikana na kosa ndio uliiba, ulikula pesa ya corruption, uchukuliwe hatua ambayo ni kali zaidi, because we have seen people are corrupt. Hata wengine unaona enyewe huyu mtu aliiba na anaonekana. For example, we had the time of Uhuru, the NYS scandal. Some people who were mentioned nowadays, the others are governors, others are deputy governors, wako na kazi kubwa wengine wanafanya kazi na serikali, and there's nothing that has been done to them. So
it means in Kenya corruption ni kitu ambayo it has been formalized. Actually, maybe somebody was arguing sometimes back kwamba we need even to have the Ministry of Corruption so that huyu waziri anashughulikia mambo kama haya, anajua hizi pesa zimeibwa, huyu ameiba hivi na hivi na hivi, anapanga hiyo maneno hivyo. Even hiyo corruption inakuanga na budget yake inatengewa, because it's something that hata ukisikiza the other time we were being told 2 billion. Is it every day? Yeah. Zinapotea. And we are in a country where, you know, the president will ask you, what do you want me to do? The EACC will tell you, oh, we have done an investigation, oh, we have handed to the ODPP. ODPP amesema hakuna enough evidence, huyu mtu hakuna haja ya kufungwa ama kesi yake kuendelea, imetupiliwa mbali. Who is to blame? I know where the blame is. The blame is the Constitution. Has it been amended to how it's supposed to be? Let me tell you, the blame is the Constitution. The Constitution that we are using today, it is the one that has brought all this mess that we have around today, Chef. But the because had the Constitution been that it has stipulated what the corrupt cartels should have, what are the consequences of the corrupt cartels should be having when labda wamepatwa, atungekuwa na hizi shida. The problem is actually the Constitution, and I want to be very categorical. Those guys who are directly involved in amendment of the Constitution, they are also another problem now. Because why? They cannot bring strict measures or strict penalties to those people who have been found corrupt, because they know they will be victim of circumstances. Of course, wanajua wanaiba na sasa they will not change. Are you seeing that? So sometimes that is why I tell you, when I see people blaming, for example, President William Ruto, that maybe has failed to tame corruption. You find an area MP anasema Ruto ameshindwa kutame corruption, lakini unapata the area MP pia yako corrupt. Sasa who is the problem? I think we should be having legislatures. Mtu anasema we want to bring a bill in parliament. We amend the Constitution so that we have strict penalties. Mtu ambaye anapatikana ikwe kama China, anashutiwa. Sio mambo ya kuenda koti alafu mtu anapigwa faini, anarudi, anatafuta lawyers. At the end of the day, kama alikuwa ameiba 10 million, atumia 5 million ya mambo ya case, 5 million anaweka kwa bank. So we should have a constitution that has got what we call the strict rules. But and they do say that Kenya is one of the countries ambayo iko na constitution changa sana, na wanasema constitution ni nzuri zaidi. I think the problem also can be it has not been implemented properly. And wacha nikuulize. Let me ask you. If for example a person labda amepatwa ameiba pesa ya 10 million. Na ukweli amepatikana ameiba hiyo pesa 10 million. Constitution ya Kenya inasema nini? Anafaa afanywe nini? So long as you have been confirmed guilty, that is when you will be either umekuwa sentenced for some years or you are paying back the money and you can serve both. Sasa unajua shida ni hii. Mtu anajua mimi nikipa 10 million nitaenda nitolewa na cash bill, si ndio? Labda ya 3 million. Mimi natoka. Na natafuta lawyer. Nianze kesi. Kesi itaenda hivyo. The churches who are determining even the cases we have in the courts, watapewa pesa and they'll make very silly, I'm sorry to use that word, they'll make an informed decision about even the cases. So now where will this problem of corruption end from? Sasa itaisha namna gani? Corruption is at all other business in our country, and it is high time that our leaders should sit down and come with a mechanism ya inayosaidia hii nchi. Hiyo ndio ukweli. Na wacha nikwambie. Na huo ndio ukweli, tuambiane tu ukweli. Hao watu ambao wako kwa serikali, ukiwaambia mambo ya corruption, watakuuliza corruption ni nini? The guys who are outside the government, who are in the opposition, wao ndio wana corruption. Lakini wakiwa kwa serikali, pia wana corruption. I don't see that. These are the kind of leaders we have. Maybe a quick question before we go for a break. Yes. Ungekuwa madarakani leo. Yes. Ni hatua tatu za haraka ambazo ungechukua ukipata mtu akiwa corruption. Ingekuwa kwamba wewe leo ndio rais wa nchi ya Kenya.
what was the 3 measures that ungechukua to ensure that you tame corruption completely? That's a very good question, Chef. Yes. Number 1, the first thing to do is to amend the constitution so that we have clear modalities and the penalties to those guys ambao wamepatikana wako na hiyo corruption. Kitu cha kwanza is to work closely with the members of parliament. And because they are the lawmakers, they are the ones who will assist me amend the constitution, to work closely with them and tell them that corruption is not good. Let us amend this constitution, tukuwe na clear penalties, na we pia nyinyi mkipatikana, kila mtu abebe msalaba wake. Somebody here, anaitwa Nsare Brian, is saying that how can a thief himself give instructions to the juniors to tell them, now let's do this, and then the juniors wanajua huyu wewe ndio mwizi wa kwanza? I think that's a good question. Now that is the problem. You knew somebody's a thief, you elect him, then you expect transformations. Right. Acha tupate mapumziko kidogo kisha tutakuwa tunarejea, mpenzi mtazamaji wa Ndizi TV Africa. Naona hapa kuna maswali mengi, watu wamechangamuka pale YouTube. Naona wengine wamechangamuka sana Facebook. Tutakuwa tunarejea kusoma jumbe zile baadaye. Lakini kwa sasa tupate mapumziko mafupi. Kipindi hewani ni Sauti ya Uongozi. Kikele tutakuwa kuna mimi Jeff Nyakundi na mgeni wangu studioni ni Bwana Edward Bosire ambaye ametaja kwamba anawania kiti cha useneta katika kaunti ya Kisii. Tutakuwa tunarejea, na tukirejea kuna mengi ambayo tutakuwa tunazungumza. Na wakati huu tutakuwa tunasoma jumbe zile ambazo mmetuma na maswali yale ambayo mmetuma pale, na kisha baadaye tutaendelea na mjadala moja kwa moja, ikiwa kwamba tunaendelea kushika moto zaidi. Usiende mbali, tunarudi hivi punde. Je, wewe ni mmiliki wa aina ya gari aina ya Alto, Probox, Harrier, V8 na Lexus? Jipatie brake parts kwa bei nafuu hivi sasa. Vilevile oil filters kwa gari aina ya Toyota na vilevile Subaru. Ili upokee popote ulipo, piga simu kupitia nambari 0739318606. Mteja mpendwa, ni wakati sasa wa kujinyakulia aina ya flash disk kuanzia 8GB, 16GB na vilevile 32GB. Vilevile earphones, wireless headsets, unajipatia wireless microphones tofauti kwa bei nafuu. Yale ambayo unafaa kuyafanya hivi sasa ni kwamba unapiga simu kupitia nambari 0739318606. Yote unayapata kwa bei nafuu popote ulipo. Naam, ni wakati wa kusikiza sauti inayobeba maono, busara na hali halisi ya kisiasa humu nchini. Karibu katika kipindi Sauti ya Uongozi. Hapa tutakuwa tunazungumza na viongozi kujieleza katika hali halisi ya yale ambayo waliahidi kuyafanya, na bila shaka kukupa wewe mtazamaji nafasi ya kuzungumza kama mwananchi wa kawaida kwa yale ambayo waliahidi kuyafanya katika maendeleo humu nchini. But after making the payment, they delete it. Now, what kind of accounting is that? Because you are supposed to maintain the details of whoever you paid, so that the figures can balance. Watu ambao wanafanyiwa sio kwamba ni wale wananchi wote ambao wako pale wanafanyiwa ile funding, ni makundi haswa.
na zile pesa kufika katika makundi ikamfikia mwananchi yule ambaye alikuwa anachangiwa akapata kiasi kidogo cha pesa, ina maana kule kuzurula, ule msururu wa kuzunguka inakuwa ni kama ni null and void kwa mwananchi, anaiona kwamba analagaiwa. If you graduated in 2016 and somebody graduated in 2020, the 2016 was to be given priority to get that job. But nowadays, members of parliament have taken over. They get the letters, they dish them in funerals, others they sell them to the highest bidder. Kila wiki tutakuletea mahojiano ya kina na viongozi kutoka sekta mbalimbali na jamii kwa ujumla. Je, unajiuliza maswali ni kipi ambacho kinajiri nyuma ya pasia la uongozi? Basi hapa ndipo unapaswa kukaa mkao wa kutazama na kusikiza. Usikose Sauti ya Uongozi kila siku ya Jumamosi kuanzia saa 1 jioni hadi saa 3 jioni. Ndani ya Ndizi TV Africa, nami Jeff Nyakundi. Sauti ya Uongozi. Tunazungumza, tunajenga, tunabadilika. Each one of us, there is a dream. The challenge is how to achieve it. This journey will take inspiration, constant motivation, proper supervision, and strong connections. At Camel Park Training College, we know what makes your dreams come true. Now, all we need to begin in this journey is you. Enroll today in a variety of courses. Choose Camel Park Training College. Steer your future in the right direction. Safe driving starts here. Camel Park Driving School, now ready to quench your driving thirst. We offer NTSA certified driving lessons for upgrading, beginners, and refreshers. Our team of qualified instructors deliver content for the following classes: A1, A2, B1, B2, C, C1 and C2, D1 and the rest. We train learners with modern vehicles which fit the evolving digital world. Why choose Camel Park Driving School? We are situated within a serene environment which offers a humble space of study. Our classes are fitted with advanced materials which supports learning. Other benefits are flexible class schedule, pocket-friendly fees, proper theory and practical guide, annual operation and additional computer packages training. Spend less, learn more, drive forever. Apply now. For more information, call us on or SMS us on 0755 386 594 or 0753 915 354, or you can email us on camelcollege@gmail.com, or also you can visit our offices at Kiogoro, which is 5 kilometers from Kisii town along Kisii-Kilgoris Road. Camel Park Driving School, shaping dreams on the wheels.
Alright, karibu tena mpenzi mtazamaji, zikiwa zimesonga pale dakika 12 baada ya saa 2 usiku, kiwa kwamba ni segmenti yetu ya pili na ya mwisho katika kipindi hiki Sauti ya Uongozi, na jinsi ambavyo nilikuwa nimekuarifu awali, nikirejea nitakuwa nikipitia baadhi ya maswali na bila shaka jumbe zile ambazo mmezituma. Naona pale Facebook na YouTube kumewaka moto kweli kweli, na nitakuwa nikisoma moja baada ya nyingine pale ili tupate kujua ni kipi kile ambacho mmezungumza na yale maswali ambayo mmeyauliza, basi mheshimiwa atakuwa anayajibu moja kwa moja. Angozola anasema kwamba nawapata live, asante sana kwa kufuatilia. Senator incoming, Senator Edward Bosire kwenye ubora wake. Haya, huyu hapa anajulikana kama Justus Ogwora, anasema kwamba let's support this guy, he is smart. Asante sana. Manuke anasema kwamba my Senator Bosire. The Grand Baba Chantel anasema kwamba for the first time in my life I found a leader who is speaking my mind. Continue injecting mheshimiwa. I wonder how all youth want to be employed by the government. I like how you are opening their eyes. That is Legrand saying that. And of course, getting back to YouTube, I can be able to see here from Nyacheki, anasema kwamba anaitwa Justus Ogwora, niko live from Nyacheki town, watching live, I know him. Welcome kiongozi, asonge mbele senator wa maschool fees. Daniel Maroli anasema kwamba SHA is not working mheshimiwa at all cost. Nataka kujua kutoka kwa my bro, kuna watu walipata hiyo pesa Mwakibagendi na ni wangapi? I think he is asking about the the Nyota fund and of course the SHA thing, if it's functioning or not. Then we're having Ruben Bosire anasema kwamba anafuatilia. Makuoro Samuel anasema kwamba pale ni wachache ambao walipata hii pesa ya SHA, samahani, pesa ya Nyota fund, na anataka kujua kijiji chake ni watu wangapi walipata. I don't know whether mheshimiwa you have those facts. I know facts. And then Dama anasema kwamba I salute you Bosire. Greetings to Justus as well. Anasema kwamba anafuatilia kutoka majuu. Ni baadhi tu ya wale ambao wanafuatilia hapa na pale. Jumbe zenyu mtaendelea kuzituma. Niangalie upande mwingine wa SMS kana kwamba kuna jumbe ambazo zimetumwa pale. Nikiona upande huu naona Minyoya Yombo anauliza, sasa serikali ndio haitatuajiri sisi wote. Hebu uliza mheshimiwa, ni wapi hapa nitaenda kufanya hii kazi yenye amesema kwamba tujitume? Nitaenda kujituma wapi? Kwa sababu hapa amesema kwamba anahitaji mihela, kama ni biashara aanzishe biashara zake, hana pesa, anaenda kujituma wapi? Nadhani tutaanzia swali hilo tunapoendelea. Karibu tena mheshimiwa. Asante sana bwana Jeff. Nataka niwaambie wakati a student has gone to university ama college, there are so many skills anafaa kusoma ama nasoma. Like now, there's this skill before I became what I am today, about online writing. It is something that somebody can do. There are so many youths minting money outside there by having that skill of online writing. This is not something that the government will teach you. Sure. This is something that you can do it on your own. You get a friend, introduces you, you get the skill, you know how to write, and then you make money. So there are some things that the government will not come and tell you that do this and this and this. But through the education that you have gotten, the limelight from education that you have gotten, and everything inclusive, it is high time that our youths need to open their schema and know that the government will not provide everything for them. For example, let me ask you, kuna skill nyingine yenye imekuja, AI, mambo ya AI. Hii ni government inataka kufunza. Watu wanatengeneza pesa. Those are some of the skills our youths wanafaa wachukue, and then from there they make money, honestly. I'm not saying that the government has done 100%. Yeah. But whatever that the government has given you, translate it and have a future. Alafu pia kitu kingine youths wanafaa kujua. Yes. Opportunities may not come in the country. Sometimes unaweza pata mtu labda amepata kazi majuu. For example, sahi if there is a youth mwenye hana passport, hajafanya driving, hajafanya computer, huyu hakuna shida. Because nowadays mtu unaweza kuwa umeapply scholarship, for example in the US.
na kwa mfano umepata Yes. na umeenda kama hujafanya driving, you'll be a mess in the US, you'll be a mess in the UK, because you need to do this thing, because ukienda pale driving is a basic need, computer is a basic need. Sasa vitu kama hizo mtu anafaa kufanya. So that opportunity when it comes, and then mtu anashika ile opportunity na anafanya kazi. Last but not least, yes, on the issue of hiyo kujituma. Hii government ama penye sasa imefika, yes, tengeneza urafiki. Urafiki ni kitu kingine ya muhimu sana. Because huwezi sema wewe umemaliza shule na una marafiki. Nani unataka kupe kazi? Tengeneza marafiki. Make good rapport with the leaders in the government, with the leaders of the government, and the friends you have made in school. Make good rapport. Mtu anaweza kuwa kuna opportunity. Yes. Anakuambia bro, shikilia hiyo tukienda. Lakini ukimaliza shule useme mimi nimepata first class honor. Sasa mambo ya kazi mimi sitaki. Mambo ya friendship sitaki. Nani atakusaidia kazi? But again, the government has the responsibility kutafutia watu kazi. Hatujakataa. Lakini pia wewe jiweke mahali ambapo hii kazi ikija itakupata ya kwamba umejiandaa. Yeah. All right. I think amejibu swali la minyoya ya mbwa, anajiita hivyo. Mheshimiwa, ningependa tuzungumzie swala lingine hapa. Kuna kitu ambacho something that has been discussed all over, that deni la kitaifa limekuwa ni tishio sana hapa nchini, wengi wakitaja kwamba kila ambacho kimekuwa kikiendelea, serikali tuseme kwamba walikuwa wanataja kwamba takwimu zile ambazo tunazifahamu kwamba serikali ya Mwai Kibaki ndio iliacha deni kidogo sana. Serikali ya Uhuru Ruto kwa miaka 10 ikaongeza. Sasa serikali ya Ruto, sijui niseme Ruto, Gachagua na Kindiki kwa sababu hao wote washafanya kazi kwa pamoja wakati mmoja, na sasa hivi deputy ambaye tuko naye ni Profesa Kithure Kindiki, nako deni hili linaendelea kuongezeka. Je, deni la kitaifa ni tishio la kisiasa kuelekea mwaka 2027? Ya, kuna uwezekano. Kuna wale ambao wataona because now the national debt imeongezeka. Waseme ya kwamba the government has not delivered. And probably they may not vote because of that. But I want to say categorically, bro. Yes. Jeff. If we can tame corruption in our country, mambo ya hii madeni, national debt haingekuwa inaongezeka. The only challenge we have is corruption. Because unapata pesa mingi inaenda kwa corruption. Sasa hii pesa kama ingekuwa imeweka mahali ambapo inahitajika kwa projects za government, na hizi projects tuseme zimefanywa to the standard that is required, they could have generated income. Na hiyo pesa inatumika mahali kuzuri, inakuwa savings. At the end of the day hatungekuwa tunaenda kuomba pesa. But because hii pesa inapatikana, mtu amepewa for example 150 million Kenyan shillings afanye project. But you'll be surprised only 50 million will be used. 100 million itaenda kwingine. So at the end of the day unapata there is what we call substandard project ambayo imefanywa. Labda hiyo project ingefanywa to the maximum, ingegenerate pesa ya labda ingetumika kuleta revenue to the government. So the essence point ni kwamba corruption ndio imeleta hii shida yote unaona. Hii national debt ambayo inaendelea kuongezeka. So if the government will come up with a mechanism ifunge mambo ya corruption, hatungekuwa na hii shida. And this corruption is not basically to the president. It is cutting across the board. Kutoka juu mpaka pale chini penye tuko. Hiyo ndio shida sasa. And talking about the way things are being done, tunaona in sense it's something that we have seen happening. It can be a member of parliament is doing a road. Let me just use an example. I don't know whether that's something that has been done there. Let's use for example, you are from the junction Marani towards Nyakoe, you know, najua ile barabara inaendelea kujengwa, inawekwa lami. Imeisha already. Mweshi Jafet Nyakundi. Tutarudi hapo baada. Sawa sawa. Let's say from that there's a tea factory that is iko Marani pale inaitwa Sombogo Tea Factory. Kuna hiyo barabara inaanzia hapo kwa junction tu hapo. All the way itokelezee Kegogi huko. I know. Iende pale juu. Itoke 50 bags of cement, atakuwa anaweka nusu. Kwa sababu pesa nyingine kuna mali amerudisha. Ndipo afanye hii kazi, anasema acha tu nitumie kidogo kidogo hata niweke nimalize. Hata sometimes kuna areas zingine utaenda upate barabara ilijengwa ikaisha both ends, lakini kuna daraja ilikuwa hapo katikati.
na maybe upate hapo kulikuanga na mawe kubwa, you know, then they will never do the bridge itakuwa inabaki tu unatembea barabara mzuri, ukifika kwa bridge imeachwa tu, imechakaa, ile yenye iliwekwa pale tu ya kupita tu hiyo time ndio inatumika hadi kwa sasa. It means somebody somewhere was given this tender to do, alianza kazi vizuri, lakini kuna pesa ambazo ziliingia kwa mfuko ya mtu, and which is very wrong, and that is something that needs to be checked on, ndio tujue kwamba kama umepatiwa pesa ni kitu imekuwa ni usoevu. Ni mimi nimepeana, mtu mwingine anakuambia hii imetoka kwa ofisi ya president, ni iko na bilioni, maybe tuseme bilioni 35 kazi ya kufanya, unaambiwa bilioni 5 kwanza unarudisha kwa ofisi ya rais. Unashindwa, kama project ametupea tufanyie mwananchi wa kawaida, why again should I give a kickback ya bilioni 5, imebaki 30 billion. Haya, mbunge na yeye ataomba, area MCA ataomba, utapata chief na yeye anataka, hata mzee wa nyumba 10 hapa atasema hata mimi nataka, you know, at the end of it utapata kazi yenye imefanywa hapo ni kazi yenye haitoshi zile pesa ambazo zilikuwa zimepeanwa. That is why you saw, tuliona hapa kuna cancer center hapa inajengwa hapa Kisii, imekuwa ikiendelea, ikafika rais akakuja hapa mpaka akapeana warning. Unajua rais amezungumza, unafaa kuogopa rais amesema, na bado it was stalled until tumesikia tena they have changed the contractor. We don't know currently, of course tumeona imetoka juu, hatujui kama itaendelea with that time that ilikuwa imewekwa itamalizika. Tunaona kwamba projects zinawekwa tu, hizi pesa zinakuwa skuna. What should it be done so that katabia kama hii, kama kiongozi wewe, najua ukipata nafasi ukiwa senator wa Kisii, you will be checking on what the governor is doing and the money ambayo anaitumia namna gani. And we are having issues last week, but one you saw the governors and the senators having issues, like they are not going to the accounts, the public accounts committee because nimetumia pesa vibaya, na magavana wanasema tumeambiwa tukienda hapa lazima tutoe hongo kidogo, tupe maseneta fulani ndio maswali yasiende kukua magumu, hiyo kesi yetu itupiliwe, ikanyagiliwe chini kidogo. We saw an impeachment in Nyamira. It's being said that there was money that was given out in Senate for the governor to get back, even they were not listened to what they were claiming about ijafanyika. Na ukienda kwa ground utapata Kisii County there is a mess, Nyamira County is a mess, Migori County there is a mess. Pesa za mwananchi ambazo zinapeanwa hazitumiki vile ambavyo zinapaswa kutumika. Who is to blame? Is it the common mwananchi? Is it the national government? Is it the county government? Or ni hao viongozi ambao wanazingira hili eneo wako katika hizo viti? You know, sometimes Wakenya wanaonekana tu ni wabumbavu, wajui chenye wanafanya. Kazi yao tu tuimbe hapa 1 term, 2 term, tupewe shilingi 50, tuende tupige kura, wengine tukule tu. Nikipewa yangu nienda hapa nigonge chupa 2 3, niimbe 1 term, niimbe 2 term, nikienda hapo hiyo imeisha. Nimepewa 50 bob, nikapiga kura mahali kwa mtu mwenye hata nisaidia, na nitateseka for 5 years. Nitateseka, sina barabara nzuri, madawa hakuna hospitali. Nikitaka usaidizi kwa huyu mbunge ama MCA nikimtafuta sitampata, nikienda kwake ataona kama nimekuja tu ni njaa imenileta, atanipatia unga kilo 1. Hii kilo 1 sitakula siku 2, hata hiyo siku 1 haitatosha bibi na watoto na mimi tukule, you know. Sometimes tukifikiria what is happening and what is currently going on na elections tunaelekea, there is a lot of questions that we need to ask ourselves. It is true. Who is to blame now in the scenario like umepatiwa tenda alafu unasema unaitisha kickback? Who is to blame here? Jeff, that's a brilliant question, but I want to tell you one thing. In politics we call it political triangle matrix. Political triangle matrix. This is something that has emaciated or started from the voter.